Hello my friend, thank God it's Wednesday again. Yes, ni Jumatano nyingine tena. Na kama ilivyo ada, kama unavyofahamu, mimi na wewe kila Jumatano tunakutana hapa YouTube kwenye series yetu hii ya Believe It or Not. Tuna episode mbili zilizokwisha tangulia na hii ni episode ya 3. Na kama hujazitazama zile episode mbili za kwanza, basi nakushauri nenda kazitazame, kwa sababu kadri ambavyo unakwenda kutazama episode hii mpya itakusaidia sana kama utakuwa umetazama zile zilizotangulia, ili upate mwendelezo ambao utakusaidia kupata uelewa wa pamoja. Sasa kwenye episode hii ya leo tunazungumzia umuhimu wa exposure. Mimi bwana ni mtu wa Ukerewe, na kule kwetu Ukerewe kutembea tunasema kulivata na kuona tunasema kulola. Kwa hiyo nikitaka kusema tembea uone kwa Kikerewe nitasema livata olole, livata olole. Sasa nimekupa hicho kionjo kwa sababu kule kwetu nyumbani bwana kuna story ya mama mmoja hivi. Yule mama alisafiri bwana kutoka kule Ukerewe kijijini kwenda Mwanza mjini, na of course akakaa na ndugu zake kule, akawa na mambo mengi. Ukerewe kidogo hapajaendelea sana kama ukilinganisha na Mwanza mjini. Hata kutoka zamani ilikuwa hivyo hivyo. Sasa yule mama amefika Mwanza mjini kule, ameona mambo mengi, ameona maendeleo of course makubwa tofauti na kule kijijini. Alivyorudi sasa, wenzake wanamuuliza mama wenzake, habari za Mwanza na nini. Akawa anawaambia sasa kwa Kiswahili tembea uone, ila akawa anatumia ile lafudhi ya Kikerewe ile ya livatolole. Anasema tembea uone, badala ya kusema tembea uone anawaambia wenzake yeve. Yeve ni wanawake wakiwa wanaambizana kwa Kikerewe, yeve tembea uone be. So tembea uone, na mimi nakwambia tembea uone. Sasa kwenye hii episode nataka kuzungumzia umuhimu wa exposure, hasa inayotokana na wewe kusafiri. Exposure sio lazima uipate kwa kusafiri. Unaweza ukapata exposure kwa kusoma vitabu, kwa kutazama videos kama hizi ama zinginezo ambazo zinakusaidia kujifunza mambo mapya. Lakini pia unaweza ukakaa na watu ambao wako exposed tayari, wanajua mambo mengi tayari, ama wamesafiri sana. Na yote hiyo ni njia ya wewe kupata exposure, kupata maarifa, kupata mambo, uelewa wa mambo ambayo hujawahi kuyafahamu, na yakakusaidia sana kwenye safari yako ya mafanikio. Lakini leo nataka kuzungumzia umuhimu wa ile exposure inayotokana na wewe kutembea mwenyewe, kutoka eneo ulilopo kwenda sehemu nyingine, kutoka mkoa uliopo kwenda mkoa mwingine, kutoka nchi uliopo kwenda nchi nyingine, kutoka bara hili ulilopo kwenda bara jingine. Kuna namna moja ama nyingine ambayo inakusaidia sana kupata vitu vipya tofauti kabisa na kuvisikia kutoka kwa mtu ambaye ameviona yeye mwenyewe kwa kusafiri. Pale Instagram nilitoa mfano nikasema mara yangu ya kwanza kwenda ubalozi wa Marekani ilikuwa ni mwaka 2006, na nakumbuka nilipokwenda pale bwana, kitu kilichonipeleka kilikuwa kinahitaji muda kidogo, kwa hiyo nikawa nimekaa kusubiri. Na of course kama ilivyo asili ya mwanadamu, basi nikasikia ile kama kuhitaji kwenda msalani. Sasa kwa hiyo nikauliza msalani ni wapi, wakanielekeza nikaenda. Sasa kule msalani of course kunakuwa na mabomba ya maji. Sasa wakati nataka kunawa nikawa nashangaa, naona bomba la maji lakini sioni wapi pa kufungulia. Naona tu chuma limeinama hivi kwenye sink, sioni pa kufungulia, wala sioni labda kama kuna button sehemu labda nibonyeze, sioni. Okay? Kwa hiyo nikasema pale Instagram kwamba nikaanza kujiuliza, ama maji yamekatika, mbona sioni sehemu ya kufungulia maji? Mbona maji hayapo kwenye sink? Mbona hamna dalili ya maji? Sink limekauka kabisa. Kwa hiyo katika ile curiosity tu ya kikawaida ya Tanzania nikataka kupiga chini ya bomba pale ili nione kama maji yatatoka ama chochote kitatokea. Nilivyoweka mkono chini ya bomba maji yakatoka. Wow! Kashangaa. Kaweka tena mara ya pili maji yakatoka. Wow, nikagundua okay. Kumbe nilikuwa sijui kwamba lile bomba linatumia sensa. Sasa huo ni mfano tu wa kwamba nilipata elimu bila kuambiwa na mtu yoyote, kwa mimi tu kwenda pale ubalozini kipindi hicho. Na of course labda wewe mwenyewe utakuwa umeshafahamu, umesha experience vitu vya aina hiyo, na hiyo ni thamani ya kutoka eneo moja kwenda sehemu nyingine. Unapata experience mpya na unajifunza vitu vipya ambavyo hukuwahi kujifunza. Sasa nataka nizungumze mambo 6 ambayo ni faida kwako kutokana na wewe kusafiri ama kutembea kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Jambo la kwanza ni kwamba exposure inayotokana na kusafiri ama kutembea ama kusafiri kwenyewe kuna kusaidia sana kupanua uelewa wako wa mambo. Kuna namna ambayo mtu aliyosafiri sana uelewa wake wa mambo ni mpana sana, tofauti kabisa na mtu ambaye hajawahi kusafiri kabisa.
ama hajatembea sana, hata kama sio kusafiri. Kuna namna ambavyo unaposafiri kuna vitu unakutana navyo vinakusaidia kufikiria upya, vinakufanya unaanza kuona vitu kwa namna ambayo hukuwahi kuiona kabla. Kwa thamani ya kusafiri haipo tu kwenye kwenda kuona vitu ama kupiga picha ama kusimulia watu, ipo kwenye hili jambo. Na wewe ambaye uko katika safari ya mafanikio, basi kuna mambo mengi mno ambayo utayapata, utajifunza, yatakusaidia kupanua uelewa wako kama utaembrace, kama utakumbatia, kama utalichukulia hili jambo la kusafiri kwa uzito na ukaanza kufanya hivyo. Itakusaidia sana kupanua uelewa wako wa mambo. Jambo la pili la msingi sana ambalo ni faida ya wewe kusafiri ni kwamba inakusaidia kujitambua ama self discovery. Unajua unaposafiri, hasa labda kama ni nchi nyingine, utakutana na watu wapya, watu ambao haukuwahi kuwajua, haukuwahi kuwafahamu. Wakati mwingine kuna lugha gongana, lakini kwa namna moja ama nyingine kuna mazingira yatakukera, kuna namna watakuudhi, pengine utapotea. Nakumbuka mimi mara yangu ya kwanza kwenda Zanzibar, ilikuwa ni mwaka 2002. Mwaka 2002. Kipindi hicho nilikuwa nimemaliza kidato cha 6. Nikakusanya pesa kidogo baada ya kumaliza mitihani pale. Nikawa nimepata pesa kidogo, nikaamua nikatembee Zanzibar mwenyewe kwa mara ya kwanza. Nakumbuka kwa sababu ya ugeni kule Zanzibar, basi kuna maeneo Mji Mkongwe pale kama unavyofahamu kwa wale ambao mmefika au wale ambao wanakaa huko, basi ni kwamba majengo yanafanana fanana. Kwa sasa kutokana na ile hali ya ugeni na majengo yanafanana fanana, nikapotea. Kanaona kama mbona nilikotokea ni huko. Mbona kama nilikotokea kwenda ni huko. Kwa nikapotea. Katika kupotea pale, unajua unaanza kujitambua, unaanza kujiona wewe ni mtu aina gani. Je, ni mtu ambaye ni mwepesi sana kupanic? Je, ni mtu ambaye ni mwepesi kuuliza watu? Au ni mtu ambaye unakomaa tu kama nisije nikaonekana mimi mshamba? Kumbe ndio unazidi kupotea. Na kwenye safari ya mafanikio ni hivyo hivyo. Kuna wakati kwenye safari yako ya mafanikio utapotea kiukweli. Kama usipokuwa ni mtu ambaye unaamini kwenye kuuliza watu wengine, unaamini kwenye mentorship kwa mfano, then utaendelea kupotea kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo ni thamani ya wewe kupata exposure kwa kusafiri. Kwa sababu ya mazingira hayo mapya, sehemu nyingi unazokwenda, utajikuta basi unapata namna ya kujitambua. Na wakati mwingine kuna watu wanaosafiri alafu wanaanza kujipata. Vijana wanasema wamejitafuta amejipata. Anajitafuta anajipata kwa sababu ya kusafiri na kuonana na watu wengine, mazingira mengine, kukaa mbali na nyumbani, kukaa mbali na nchi yake, kukaa sehemu ambazo hali ya hewa ni tofauti kabisa na alikokulia au alikozoea, maana yake anaanza kujipata. Anagundua kumbe mimi labda ni mfanyabiashara, ama mimi ni mwimbaji, ama mimi ni mtu fulani, ama mimi ni mtu labda wa kuhubiri mambo ya Mungu, ama mimi ni mwandishi wa vitabu. Kutokana na kule kusafiri, exposure ile inakusaidia sana kuanza kujitafuta na matokeo yake pia unaweza ukajipata. Lakini kikubwa hapa nimezungumzia inakusaidia sana kujitambua. Kujitambua kwa sehemu kubwa sana kunatokana na mtu kujiexpose kwenye mazingira mapya ambayo hukuwahi kuyazoea. Ni jambo la tatu, faida ya mtu kusafiri, exposure unayoipata kutokana na kusafiri na kutengenezea ujasiri mkubwa sana. Believe it or not my friend, mtu ambaye amesafiri sana, ana exposure kubwa sana, anakuwa pia na ujasiri mkubwa sana. Mimi nakumbuka wakati tuko wadogo kijijini huko shule ya msingi, huko Ukerewe, tulikuwa tunatembelewa na labda ndugu zetu ambao wametoka huko Dar es Salaam. Kuja kule kijijini, kipindi hicho unaona walivyo na confidence, anavyoongea na watu, anavyosalimia watu, mtoto haogopi chochote, unashangaa. Nyie mnakuwa mnamshangaa yeye, mnakuwa mnamshangaa alivyovaa, anavyotembea, anavyoongea. Lakini kumbe nimekuja kujua over the years ni kwa sababu ya ile exposure. Huyu mtu amekaa Dar es Salaam, mtoto mdogo ambaye anakutana na watu wengi. Fikiria mtoto ambaye Dar es Salaam hapa anakaa Kariakoo. Mtoto mdogo, alafu ukutane na mtu ambaye yuko kijijini kule kwetu Ukerewe huko, mtu hajawahi kuona hata magari mengi. Huko Kariakoo mtu anapishana na magari, mtoto mdogo anaona magari everywhere. Majengo makubwa, watu wengi anaona everywhere. Kwa hiyo sio rahisi akawa anaogopa watu, anaogopa kuongea, anaogopa hana ujasiri. Hiyo ni thamani ya exposure hasa inayotokana na kusafiri. Mtu ambaye amesafiri kwa mfano nchi nyingi anakuwa anaelewa vitu vingi mno. Hata inapokuja kwenye swala la safari ya mafanikio ama biashara, ni mtu ambaye anakuwa ana nafasi kubwa sana kwenye kichwa chake ya kuwa na ujasiri wa mambo, kuwa hata na ujasiri wa maamuzi kwa sababu ya hiyo exposure. Jambo la 4 ni kwamba kusafiri sana kunaanza kukusaidia kugundua vitu ambavyo vimefichika, hasa fursa. Unajua, utatazama kwenye historia na utagundua kwamba Afrika kwa sehemu kubwa ni bara la watu ambao hawajasafiri sana kwenda nje. Kwa maana ya Afrika kama watu. Ukiangalia Waarabu walikuja Afrika kihistoria,
Tunafahamu hili sio somo la historia, na kurudisha tu uweze kuona Waarabu walikuja Afrika, Wareno walikuja Afrika, maana hao ni wazungu, okay, Waingereza na Wafaransa walikuja Afrika. Okay, Wamarekani wamekuja Afrika. Sasa hivi watu wa Asia, Wahindi walikuja Afrika. Lakini watu wa Asia sasa hivi kwa mfano wa China wako wamejaa huko Afrika. Nenda Njombe, nenda huko kwetu Kerewa, nenda kote nchi hii utakuta wamejaa wa China vijijini. Ni watu ambao wanajua thamani ya kusafiri. Exposure inayotokana na kusafiri imewasaidia kugundua fursa ambazo sisi hatujawahi kuziona. Angalia hata hapo Mwadui Shinyanga, mgodi wa Williamson Diamond. Nani aliyogundua? Utagundua watu kutoka nje ya nchi waligundua fursa hizo kwa zimefichika kwetu. Okay? Kote Afrika miradi mingi ya madini iliasisiwa sana na watu kutoka nje. Sisi hatukuwa tunajua haya ni madini, hatukuwa tunajua thamani yake kwa sehemu kubwa sana. Okay? Kwa hiyo kusafiri sana kuna kusaidia kuanza kuona fursa zilizofichika. Na unaporudi unaanza kuona kumbe naweza nikafanya kitu hiki katika namna nyepesi na kikanitengenezea pesa. Kwa mfano mdogo, Kariakoo. Mtu akitoka labda kijijini au mkoa mwingine tuseme, akaja Kariakoo, anaweza akashangaa kuona Kariakoo pembeni ya duka tu pale mtu ameweka tu kibox, alafu ameweka na kibao kidogo kimeandikwa tu kwa mkono M-Pesa. Yaani ameweka karatasi imeandikwa tu M-Pesa na anafanya biashara pale nje ya duka la mtu. Kwa hiyo anaweza akawaza kwamba kumbe nikirudi kwetu naweza nikatafuta mazingira ya aina hii na mimi nikatengeneza kitu cha aina hiki na nikatengeneza pesa. Kwa unaweza kuona jinsi ambavyo kusafiri kuna kusaidia sana kugundua hidden opportunities, fursa ambazo zimefichika. Hiyo ni faida ya 4 ya kupata exposure kutokana na safari. Faida ya 5 ni kwamba unajenga uwezo wa kuadapt kwenye mazingira mapya. Okay, Waingereza wanasema embracing the unknown. Kwa sababu unaposafiri utakutana na mazingira ambayo haujayatarajia. Kama hivyo labda unaweza ukashangaa basi limeharibika. Unaweza ukashangaa labda ndege imechelewa. Unaweza ukashangaa labda hotelini labda kuna vitu havijaenda kama ulivyotarajia. Ama umefika ugenini aliyotakiwa kukupokea hajaja kukupokea. Kwa maana yake ukisafiri sana vitu vya aina hiyo utakuwa umevizoea na kichwa chako kitaanza embrace mambo ambayo hauyatarajii. Kwa hiyo utakuwa huogopi. Utakuwa hata ukiwa kwenye safari yako ya mafanikio hata kama umerudi hapa au kwenye biashara yako, kwenye safari yako ya mafanikio utakuwa hauogopi vitu ambavyo vinatokea bila kutarajiwa. Kwa sababu gani? Umeshazoea. Ndio hali halisi ya maisha ya mtu ambaye anasafiri mara kwa mara. Kwa hiyo hii ni faida nyingine ya mtu ambaye anasafiri. Exposure unayoipata kwa kusafiri inakusaidia sana kuembrace vitu ambavyo havijulikani. Kuwa ni mtu ambaye uko tayari kuadapt kwenye mazingira mapya. Kumbuka kipindi cha awamu fulani hapa nyuma ya uongozi, mambo yalibadilika kidogo, mambo ya kibiashara na nini. Watu wengi sana walikuwa katika hali ngumu. Kwa sababu gani? Wengi hawajawa ni watu ambao wana embrace unpredictable environments, mazingira ambayo huwezi kuyabashiri ama kuyatabiri. Okay, hilo ni jambo la 5. Lakini jambo la 6 na la mwisho ni kwamba inakusaidia kuweka vitu kwenye mtazamo sahihi, ama wanasema putting things into perspective. Unaposafiri unaweza ukaanza kukutana na changamoto za watu ambazo ukizitazama unaanza kuona changamoto zako wewe ni ndogo. Ukisafiri nchi zingine unakuta watu wana maisha magumu kuliko unavyofikiria. Ukisafiri nchi nyingine unakuta watu wana changamoto kubwa kuliko wanazofikiria. Kwa kusafiri kuna kuexpose kwenye realities, uhalisia ambao hukuwahi kufikiria, na hiyo inakusaidia sana 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 kuanza kuweka vitu kwenye perspective. Kiujumla kusafiri kuna kusaidia kujua mambo mengi ambayo hukuwahi kuyafahamu. Okay? Mimi zamani nilikuwa nikisafiri nilikuwa nabeba nguo, nabeba mataulo, nabeba mpaka mashuka. Yaani begi limejaa mashuka, limejaa vitu, miswaki nabeba, dawa ya meno nabeba. Lakini kwa sababu ya kusafiri sana baadaye nikagundua kwamba mbona ninakoenda huko mashuka yapo pia. Mbona ninakoenda pia mataulo pia yapo. Si swala la hela tu kama ni issue ya kununua. You understand? Mbona ninakoenda miswaki ipo na dawa za meno zipo. Kwa nini nivibebe? Kwa hiyo nikaanza kugundua kusafiri nilivyokuwa nikisafiri zamani ni kwa sababu sikuwa na exposure. Baada ya kusafiri sana unagundua sihitaji kubeba mashuka, sihitaji kubeba mataulo, that's why unaona siku hizi ukiona labda wenzetu kutoka nchi zingine hasa Ulaya, anaweza kaja na kibegi chake tu. Vitu vingine vyote anavipata huku. Ukisafiri utaanza kuona, kwa mfano utafikia kwenye mahoteli. Kwenye mahoteli utaona utabadilishiwa mashuka kila siku, utasafishwa chumba kila siku, utabadilishiwa miswaki, dawa za meno. Baadhi ya mahoteli yanakubadilishia dawa ya meno kila siku, vile vidogo vile, na mswaki kila siku. Unagundua kumbe mswaki sio wa kutumia mpaka zile brush zake zile nyuzi zinakatika, zinapinda, zinakuwa ziangalia hivi. No, unaanza kugundua kumbe natakiwa nijithamini. Mswaki sio kitu cha kutumia mwezi mzima.
no, 1 week tu unamaliza unatumia mswaki mwingine, unless kama una mswaki special kwa aina hiyo, okay? Lakini ni vitu vya aina hiyo vyote unavipata kutokana na kusafiri. Kwa exposure inayotokana na safari inakusaidia sana, na leo nimehighlight hayo mambo 6 ambayo ni faida za kusafiri. Kwa hiyo ndugu yangu, tembea uone. Kama utakumbuka kwenye episode zilizopita, hasa episode ya 2, nilizungumzia faida ya exposure, namna ilivyowasaidia baadhi ya watu ambao ni matajiri wakubwa, wana mafanikio makubwa, namna ambavyo exposure tofauti ziliwasaidia kuwafikisha hapo walipofika. Kwa leo tuishie hapa. Tukutane Jumatano inayokuja kwenye episode yetu nyingine ya Believe It or Not.